Eh. Amenipigia simu huyo bwege wako. Ananitumia pesa ili nikuandalie zawadi ya Valentine Day. Kiukweli mimi sipendi aniagize kwako. Sikia, asikupe shida. Wewe ndiye mchezaji bora kwa sasa. Yeye amebaki tu wa ziada. Ni vile tu ye first 11. Kwa hiyo tunafanyaje? Wewe njoo kwanza nyumbani maana nimekumisi sana. Sina namna nzuri ya kusifia uzuri wako zaidi ya ulivyo mzuri. Nimechangamka sasa. Hata kazini patanoga. I love you. Kinachonimalizaga kabisa kwa mke wangu, ambacho watu wengi sana hawana, hata mimi wakati mwingine na pepesa, ni hofu ya Mungu. Mke wangu ana hofu sana na Mungu. Kesho nitaamkia benki. Alafu nikitoka benki nitaenda Bagamoyo, kwa sababu kule Bagamoyo ndo naenda kusaini ile contract ya yale maghorofa 3. Sasa cha msingi wewe hapo, hakikisha hao wafanyakazi wote hawajui kama mimi nitachelewa kuja site. Kwa sababu wakijua ninachelewa, wanaweza wakafanya kazi chini ya kiwango. Haya, poa, usiku wewe. Haya. Kanichagie simu mkao. Amka mume wangu, tusali tujikabidhishe mikononi kwa Mungu ndio tulale. Wewe mwanamke unanipiga kiutu uzima. Hivi ushawahi kukosea wewe kwenye maisha yako? Maana kila siku, kila ufanyalo ni bora zaidi ya jana. Tusali mume wangu, tujikabidhishe mikononi kwa Mungu. Ila kila kitu tutakachokifanya usiku wa leo kiwe bora zaidi. Umepigaje? Sasa kwa uzuri alionao mke wangu, au kwa hayo yote niliyokuambia, kuna sababu za mimi kumwacha? Kuna sababu za mimi kutokumpenda? Na sio hayo. Yaani mke wangu ana vitu vingi ambavyo nikianza tena kuvielezea hatumalizi leo wala kesho. Umenitamanisha for. Yaani umenifanya nione ndoa ni kimoja chepesi vibaya mno na rahisi. Mkeo ana kitu kaka, atafika mbali. Kesho kutwa ni Valentine. Na as you know kwamba Valentine Day ni siku maalum kwa ajili ya wapendanao. Na mimi na mke wangu tunaweza tukawa watu wa kwanza Tanzania kupendana. Sasa anawaza, natamani nimfanyie nini ili hata Tanzania istuke. Yaani kwanza yeye mwenyewe aone kwamba uwepo wa mume wake ni muhimu. Na ukizingatia mimi niko mbali, yeye yuko mbali, lakini lazima nifanye kitu ambacho kitakuwa kizuri kwake, kizuri kwangu, kizuri kwetu, kitakachofanya sisi tuienzi hiyo siku ya Valentine. Sawa, ni kweli kwa mbali, lakini siku muhimu na adhimu kama hii ilibidi uwe karibu naye. Hata mwenyewe atajisikia faraja. Okay, ngoja mimi niendelee na usimamizi wangu kule, maana mazuri hayaishi. Na mimi sikununa nuna hizo raha zako utaniua. Yeah, basi njoo nikumbate unichumu waone. Hey, Chris Ruda. Nipange mzo. Mambo vipi ndugu yangu?
Sasa basi, unajua kesho kutwa ni siku ya Valentine na mimi niko mbali na mke wangu kama unavyojua, lakini natamani nifanye kitu. Yani kama sio nchi basi dunia itikisike, ijue, yani ijue kwamba mimi Nova nimefanya kitu kikubwa kwa mke wangu kwa ajili ya Valentine. Sasa niko na wazi kutokea nifanye nini na niko mbali. Sawa, sasa nawaza nitakutumia shilingi 700,000. Kwenye hiyo 700,000 naomba ununue zawadi nzuri umpelekee mke wangu. Hapo kishampelekea, naamini atatambua na amini upendo wangu kwake. Na kama unavyojua Nova, lazima tupeleke kitu bora kwa kuzingatia quality na quantity. Sawa. Amenipigia simu huyo bwege wako. Ananitumia pesa ili nikuandalie zawadi ya Valentine Day. Kiukweli mimi sipendi aniagize kwako. Sikia, asikupe shida. Wewe ndiye mchezaji bora kwa sasa. Yeye amebaki tu wa ziada. Ni vile tu ye first 11. Kwa hiyo tunafanyaje? Wewe njoo kwanza nyumbani, maana nimekumisi sana. Akishatuma hiyo pesa tutajua tunaifanyia nini. Inabidi niutumie huu muda vizuri. Iki kipindi yeye hayupo, ni muda wangu basi. Na kusubiri baba. The super one. Nimekumbuka. Kipindi kocha wake anamfundisha mazoezi ya viungo. Akirudi nyumbani amechoka sana. Wakati huo wewe kocha wako anakufundisha vizuri kufunga magoli kwa kichwa. Nakupenda. Nakupenda pia. Uwai kuja baby. Si ndio? Bye. Love you.